Karibuni ndugu wapenzi kwenye runinga Axia Vibes TV. Heshima yako, heshima yangu, heshima yetu, imani kuzaa uzima. Ni kipindi maalum cha kombe la dunia la soka upande wa wanaume linayochezeka huko Marekani, Mexico na Canada. Mimi ni Baba Ignazio, Baba Bela Nov, jina maarufu mkinifuata katika mchezo ya upendo. Basi leo katika hii video ya 8 nitawaletea kwanza mechi zinayosalia kabla ya kuanza mzunguko wa pili. Mechi zitapamba moto kutoka siku ya Jumapili, tukizungumzia siku ya Inga kwa Wakristo. Basi ndio tutaanza mechi za mzunguko wa pili. Na pili nitajadili kwa ufupi msimamo wetu wa uhariri kwenye runinga hii ya Axia Vibes TV, kwani madhumuni yetu si kuzungumzia tu goli zilizofungwa, ila ni kuwasiliana nanyi katika kuongelea jinsi mpira wa miguu ni njia ya kuwaleta watu pamoja, ni njia ya kuunganisha watu. Karibu sasa tushirikiane katika kipindi hiki, nikiwasalimu sana. Salamu zangu ziwafikie nyinyi wote wapenzi wa soka. Mimi ni Baba Bela Nov. Salamu zangu zimfikie Mike Joel Bunu akiwa huko Umarekani, shabiki mkubwa sana wa Maganas wa Arsenal, ili hatuzungumzii maklub hivi, tunazungumzia timu za taifa. Basi tuanze na kipindi hiki tukizungumzia mechi zinayosalia. Leo ni tarehe 26 ninapopeperusha habari hizi. Saa 3 ya usiku zitatimua vumbi. Senegal itatimua vumbi na timu ya Iraq. Basi Senegal kwenda ikaga mashindano haya, tusubiri tuone. Basi ikifunga kiwango cha magoli mengi, kwenda ikakuwa na fursa ya kuendelea mashindano haya. Ila nila kusikitisha kabisa, kwani hawa Simba wa Teranga tulikuwa tukiwasubiria sana kufanya vizuri katika kombe hili la mpira hautabiriki, ndugu yangu. Na usiku saa 8 tutakuwa tulishaingia katika siku ya Jumamosi, siku ya 6 basi tarehe 27 mwezi Juni, saa 8 timu ya Cape Verde ni timu iliyo shangaza watu kabisa, imefanya viroja. Basi ina point 2, ilishajandikia point 2, itachuana na timu ya Saudi Arabia. Itakuwa mechi nzuri sana kwenda Cape Verde, mara yao ya kwanza kushiriki kombe la dunia, ikajiandikishia ticket ya kwenda mzunguko wa pili. Tusubiri tukiwatakia kila laheri na fanaka hawa ndugu zetu wa Cape Verde. Na saa 11 usubuhi kesho timu ya New Zealand itachuana na timu ya Ubirigi. Hawa Wabirigi hawa wana hofu ya kutimuliwa katika kombe hili, ila tusubiri. Kijana wao machachari sana Jeremy Doku atakuwa amerejea katika timu hiyo. Basi kwenda na wakina De Bruyne, wakina Romelu Lukaku, kwenda wakafanya vizuri. Tusubiri tuone. Ubirigi na pointi 2 tu, si rahisi, kwani katika kundi hilo Egypt wa Farao wanao pointi 4, watachuana na timu ya Iran na pointi 2 nayo sambamba na Ubirigi. Tusubiri mechi hizi, itakuwa mechi nzuri sana, kwani zitachezwa saa 1, ila pasikui mambo ya kuachiana. Na saa 5 kesho timu ya Panama itapima nguvu na timu ya Uingereza. Kwao Croatia
ikitimua vumbi na Black Stars, timu ya Ghana, ikifunzwa na kocha machachari sana huyu Carlos Queiroz. Tusubiri. Ghana ina bahati ya kuendelea mzunguko wa pili, kwani imeisha jiandikia pointi 4. Amini usiamini ndugu yangu, imeishimamisha kidete timu ya Uingereza. Na tarehe 28 usiku saa 7:30 timu ya Colombia ishajiandikishia kwao ticket na pointi 6. Itapima nguvu na timu ya Ureno. Mechi hii itakuwa mechi nzuri sana. Tutaona mzee Ronaldo atafanya nini katika mechi hiyo. Na timu yetu ya DRC, East African Community, DRC ikiwa na pointi 1, itajitahidi kufunga mabao mengi timu ya Uzbekistan. Hakuna mechi rahisi katika kombe hili la dunia, ila tunaitakia matokeo mema timu hii ya DRC. Na Lefenek ni timu ya Algeria, itachuana na timu ya Austria, katika lugha ya Kifaransa ni Autriche. Algeria ina pointi 3. Hii timu ya Austria ni timu nzuri sana, ila ninatumaini timu ya Algeria ya Lefenek itafanya vizuri, basi izidi kujiandikia point zitawiruhusu kwenda mzunguko wa pili. Na Jordania itachuana na timu ya Argentina. Jordania aga mashindano haya. Basi hizo ndio mechi zinayosalia kabla ya kuingia mzunguko wa pili. Ni kipindi maalum cha kombe la dunia upande wa wanaume uko Marekani, Mexico na Canada. Mimi ni Baba Ignatius Nkurunziza kutoka hapa Sweden. Salamu zangu ziwafikie nyinyi wapenzi wa Axia Vibes TV, hususan Mike Joel Buntu, mamake Nadine, na mume wake Venice wakiwa huko Umarekani. Basi Mungu azidi kuwabariki, azidi kuwatendea mema na watoto wenu wote. Na mechi za mzunguko wa pili zitaanza tarehe itakuwa siku ya Inga, siku ya Jumapili tarehe 28 saa 3 za usiku. Mechi ya kwanza ya mzunguko wa pili itakuwa mechi moja tu, basi tutakuwa tulimaliza mechi za makundi, unafungwa unatoka. Timu ya Bafana itachuana na timu ya Croatia. Basi timu ya South Africa ikifunga mechi hii itaingia mzunguko wa 8. Basi Bafana mzidi kusonga mbele. Na tarehe 30 itakuwa siku ya Jumanne, timu ya Morocco itapima nguvu, itatimua vumbi na timu ya Netherlands, timu ya Uholanzi. Itakuwa mechi ngumu sasa za anja hivi. Tusubiri tuone zingine mechi itaendeka je. Mzidi kuponyeza kwenye subscribe. Ni kipindi maalum cha kombe la dunia 2026 huko Marekani, Canada na Mexico. Mimi ni Belanov, nikiwakumbusha kama sisi tunaongelea mpira kama shule la kuwaleta watu pamoja, la kuunganisha watu. Basi mimi nimefuatilia kwa karibu mechi katika Ivory Coast ilishajiandikia barua ticket ya kwenda mzunguko wa pili, ni pamoja na Afrika Kusini gisi nimezungumzia na Morocco. Hao walishapata ticket. Zingine timu wa Farao wa Egypt
Black Stars wa Ghana, DRC, timu ya Algeria, hii ni Mafenek, pamoja na Cape Verde za subiri ni pamoja na Senegal, na kwao timu ya Tunisia imeisha aga mashindano haya. Basi gisi nimewambia, nikianza kipindi hiki nitajadili kwa ufupi msimamo wetu wa uhariri. Ni msimamo gani? Mpira, ndugu zangu, si kugombana. Mpira wa miguu ni njia ya kuwaleta watu pamoja, ni njia ya kuwaunganisha watu, kwani umoja ni nguvu, nayo utengano ni udhaifu. Mpira, kombe hili la dunia, ni kuwaleta watu wa pamoja. Mimi nimeyaona hayo nikifuata mechi kati ya Ivory Coast na timu hii ya Curaçao. Nimeona jinsi mashabiki wa Ivory Coast walikuwa wakichangana na mashabiki wa Curaçao, wakipiga vigelegele, wakiimba. Imekuwa jambo nzuri sana, imekuwa picha nzuri sana ya lile mpira wa miguu unayotafuta kuunganisha watu, kujenga umoja. Basi mkumbuke kama huyo ndio msimamo wetu hapa kwenye Axia Vibes TV. Heshima yako ndugu yangu, wewe unaopenda mpira wa miguu, wewe unapenda sport, ujue kama imani yako, heshima yako ni kuwaunganisha watu. Usitumii mchezo, usitumii kandanda, usitumii soka ila utenganishe watu Mwenyezi Mungu aliyoumba, ila waishi kama familia. Basi huyo ndio ujumbe wangu leo. Tusubiri itaendeka je katika mechi ya usiku leo kati ya Wafaransa na timu ya Norvege katika lugha ya Kifaransa. Tuone itaendeka je, nayo Cape Verde usiku na timu ya Saudi Arabia. Ndugu wapenzi, na la ziada sina. Mkumbuke kuponyeza kwenye subscribe bila tuendelee. Tunasukuma hii runinga izidi kukua, izidi kuwa na wafuasi wengi, na izidi kujijenga na kujisuka kwa msaada wenu. Mimi ni Baba Ignazio, jina maarufu Bellanov. Mungu azidi kuwabariki. Mungu mbariki Joel Mike Buntu akiwa uko Marekani. Basi mimi ninanyanyuka na la ziada sina. Tutasubiri siku nyingine, mara nyingine katika video ya 9. Imani kuza uzima. Bye bye. Les distances ne sont pas respectées, c'est pas très grave, parce qu'on va continuer à tenir le ballon avec Estupiñán, avec Gonzalo Plata qui va pouvoir récupérer la touche. Une seconde et c'est terminé. C'est terminé. L'Équateur fait chuter logiquement l'équipe d'Allemagne et s'impose 2-0. Ici dans le Giant Stadium, 4 points en compteur pour les hommes de Meka Tchétché. Ça ne devrait être suffisant. Ça sera suffisant très vraisemblablement pour faire partie des meilleurs troisièmes de cette Coupe du Monde 2026. Le travail a été fait de quelle manière, s'il vous plaît? 2 buts de Nelson Angelo et celui de Gonzalo Plata pour venir répondre à l'ouverture du score de Leroy Sané. C'est avec force de caractère que cette équipe d'Etri s'impose pour la première fois de son histoire face à l'équipe d'Allemagne et s'impose surtout pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde face à une équipe européenne. La fête ne fait que débuter. Et elle est logique, vous parlez de ces larmes de joie, elles sont bien présentes, vous parlez de la résilience, parce qu'il fallait la chercher hein, après l'ouverture du score concédé, après la pression énorme au pays, un groupe qui s'est recroquevillé sur lui-même, qui a fait confiance au travail effectué par le staff technique dans sa globalité, et surtout
voilà, cette énergie positive que l'entraîneur argentin a témoigné, a communiqué à l'ensemble de ses joueurs pour aller chercher très certainement avec 4 points la qualification. La Côte d'Ivoire se qualifie en phase finale, donc je pense que déjà pour tout le monde, le peuple ivoirien, je pense que voilà, c'est une fierté. Alors dans ce match, vous marquez 2 buts, vous faites un doublé et c'est vous qui êtes élu homme du match. Analyse, commentaire, votre réaction là-dessus? Après c'est l'équipe, hein. C'est l'équipe, sur le premier but c'est un boulot de Yann qui me donne le ballon. J'ai juste à pousser le ballon et le deuxième but c'est une magnifique passe de Ibra et j'ai juste à ouvrir mon pied. Donc je pense que voilà, c'est un trophée individuel mais c'est aussi collectif. Donc je pense que voilà, grâce à mes coéquipiers, je suis là aujourd'hui. Cette qualification, qu'est-ce que ça représente pour vous et pour le peuple de Côte d'Ivoire? Beaucoup de fierté maintenant, beaucoup de fierté maintenant. On sait que maintenant c'est un match. C'est un match par match. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. On a les joueurs pour, on a la qualité pour maintenant. Il faudra rester concentré et déjà se reposer. Et ensuite on verra contre qui on jouera. Comment vous avez vécu ce match face à cette équipe de Curaçao? C'est une équipe très physique. On sait que voilà, on s'attendait à un combat physique. On a réussi à marquer tôt parce que je pense que si on n'avait pas marqué, ça allait être un petit peu compliqué. Ils étaient bloc bas, mais ce but a permis qu'on a eu voilà, assez de situations dans le match. Ils ont créé aussi pas mal de situations, mais voilà, on a su gérer. Et je pense qu'on a fait le travail en marquant 2 buts et en encaissant 0 but. Votre trophée de homme du match, vous le dédiez à qui? Je le dédie à mes parents, à mes enfants qui sont là aujourd'hui, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire parce que voilà, c'est, comme je dis, c'est un trophée individuel, mais c'est aussi un trophée pour le peuple. Nicolas Pepe, merci beaucoup, félicitations.